nafasi ya madaraka ya rais siku 7 baada ya kutangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi kwamba amechaguliwa kuwa rais. Aidha, inapendekezwa kuwepo na ibara ndogo ya pili itakayoongezwa na isomeke: iwapo kuna pingamizi mahakamani dhidi ya kuchaguliwa kwake, rais mteule hatashika madaraka kabla ya kupita siku 30 hadi siku ya kuthibitishwa na Mahakama Kuu kuwa amechaguliwa halali. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naenda ibara ya 86. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ibara hii inahusu kutoa msamaha. Ilijadiliwa na wajumbe wa kamati yetu na ilipendekeza aya ya A na B za ibara ndogo ya kwanza zifutwe kwa maana zitakuwa zinaingilia uhuru wa mahakama. Aidha, wajumbe walipendekeza kuboreshwa kwa ibara ndogo ya pili na isomeke: pili, masharti ya ibara hii yatatumika kwa mtu aliyehukumiwa na kuadhibiwa akiwa Tanzania bara na kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge inayotumika Tanzania bara. Tatu, kwa madhumuni ya ibara hii kutakuwa na kamati ya ushauri ambao itakuwa na wajibu wa kumshauri rais kuhusu kutoa msamaha kwa mtu yeyote aliyepatikana na hatia mahakamani na anatumikia adhabu. Sababu za mapendekezo haya, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti: kwa masharti ya ibara hii yatatumika kwa mtu aliyehukumiwa na kuadhibiwa Tanzania bara kwa mujibu wa sheria za bara, na yule aliyepatikana na hatia Zanzibar, basi sheria za Zanzibar zitatumika. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naenda ibara ya 87. Ibara hii inahusu kinga na mashtaka dhidi ya rais. Ilijadiliwa na wajumbe wote walipendekeza ibara hiyo ifutwe kwa lengo la kuepusha marais kutumia madaraka na vyeo vyao vibaya wakati wakiwa madarakani. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naenda moja kwa moja kwenye ibara ya 90. Ibara ya 90 inahusu Jamhuri ya Muungano. Wajumbe wa kamati yetu walijadili na kupendekeza iongezwe ibara mpya ya 90 yenye maneno ya pembeni: makamu wawili wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Ibara ya 91 isomeke: kutakuwa na makamu wawili wa rais ambao watakuwa ndio wasaidizi wakuu wa rais kuhusu mambo yote ya Jamhuri ya Muungano. B, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi atakuwa makamu wa kwanza na rais, ambaye Roman 1 atafanya kazi zote atakazoagizwa na rais kwa upande wa Tanzania Zanzibar. Roman 2 atafanya kazi zote za rais kama rais hayupo kazini au yupo nje ya nchi, na Roman 3 atakuwa mjumbe wa Baraza la Taifa la Mahusiano na Uratibu wa Serikali ya Muungano. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pia ibara ndogo ya 3 ilipendekezwa isomeke kama ifuatavyo: che, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano atakuwa makamu wa pili wa rais, ambaye Roman 1 atafanya kazi zote atakazoagizwa na rais kwa upande wa Tanzania bara. Roman 2 atafanya kazi zote za rais kama rais na makamu wa kwanza wa rais hawapo kazini au wapo nje ya nchi, na Roman 3 atakuwa mjumbe wa Baraza la Taifa la Uhusiano na Uratibu wa Serikali ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, naenda ibara ya 91. Ibara hii ilikuwa inahusu upatikanaji wa makamu wa rais. Wajumbe walipendekeza marekebisho kwa kuiandika kama ifuatavyo: bila ya kuathiri masharti ya ibara ya 76, makamu wawili wa rais watapatikana kwa kuteuliwa na rais kwa mujibu wa ibara ya 90. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niende moja kwa moja kwenye ibara atakuwa rais si muda mrefu. Naenda moja kwa moja kwenye ibara ya 94, ambayo ibara hii ilikuwa inahusu
katiba inapendekezwa kufutwa ibara ya kwanza na badala yake ibara ndogo ya pili isomeke kama ibara ya 94 kama ifuatavyo: makamu wa rais atashika nafasi ya madaraka ya makamu wa rais hadi A, muda wake utakapokwisha; B, akifariki dunia akiwa madarakani; C, atakapojiuzulu; D, atakapoapishwa rais mwingine kushika nafasi ya madaraka ya rais pamoja na makamu wake; F, atakapoondolewa madarakani baada ya kushtakiwa bungeni kwa mujibu wa masharti ya katiba hii; au G, atakapoacha kushika nafasi ya madaraka ya makamu wa rais vinginevyo kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niende moja kwa moja kwenye ibara ya 97. Kamati yangu ilijadili ibara ya 97 inayohusu kuundwa kwa baraza la mawaziri. Baada ya majadiliano, kamati yangu ilipendekeza kufutwa kwa aya A na B ya ibara ndogo ya kwanza na kuandikwa upya kama ifuatavyo: A, makamu wa kwanza wa rais na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar; B, makamu wa pili na waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano; na C, mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Ibara ya 98 inayohusu uteuzi wa mawaziri, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naibu mawaziri, ilijadiliwa na katika ibara ndogo ya kwanza ibara hii inapendekezwa kuongeza neno wawili baada ya maneno makamu, na isomeke: moja, kutakuwa na mawaziri na naibu mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano watakaoteuliwa na kwa kushauriana na makamu wawili wa rais na baadaye kuthibitishwa na bunge. Ibara ndogo ya pili: kwa madhumuni ya ibara ndogo ya kwanza, idadi ya wizara katika serikali ya Jamhuri ya Muungano zisizidi 22. Aidha, ilipendekezwa yaongezwe maneno kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Pendekezo hili lilizuka mara baada ya kuangalia, tulikuwa na hoja kwamba pengine mawaziri ndio wasiozidi 22, lakini tulizingatia hoja ya kwamba mawaziri huzaliwa na wizara na sio mawaziri huzaa wizara. Kwa maana hiyo, wizara zikiwa 20 zisizozidi 22, maana yake mawaziri watakuwa wana uwiano na wizara hizi. Hizo ndizo sababu, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, zilizopendekeza kuwepo kwa wizara zisizozidi 22. Naenda ibara ya 99 inayohusu waziri mwandamizi. Ilijadiliwa na kamati yangu na tulipendekeza kufuta maelezo ya pembeni na badala yake yawekwe maneno waziri mkuu, kuondoa waziri mwandamizi. Aidha, ibara ndogo ya kwanza mpaka ya 4 ziboreshwe na wajumbe walipendekeza zisomeke kama ifuatavyo: 99(1), kutakuwa na waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano atakayeteuliwa na rais na kuthibitishwa na bunge. 2, waziri mkuu kabla ya kushika madaraka yake ataapa mbele ya rais kiapo cha uaminifu na kiapo kingine chochote kama itakavyoelezwa na sheria za nchi. 3, mtu anaweza kuteuliwa kuwa waziri mkuu endapo atakuwa na sifa zilizoainishwa katika ibara ya 101. 4, bila ya kuathiri masharti ya katiba hii, waziri mkuu atashika madaraka ya waziri mkuu hadi A, siku ambapo rais atakapomteua mtu mwingine kushika madaraka ya waziri mkuu. Samahani Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niloanishe ko. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sasa naenda moja kwa moja kwenye ibara ya 100 inayohusu kazi na mamlaka ya waziri mwandamizi. Kamati yangu ilijadili ibara hii na baada ya majadiliano marefu, kamati ilipendekeza maboresho ya fasili ya kwanza kama ifuatavyo: ibara ndogo ya kwanza, kuongeza neno upande wa Tanzania bara
mara baada ya neno serikali. Samahani Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, pala ambapo nimetamka waziri mwandamizi isiingie kwenye hazard, kwa sababu hapa imetokea kwa ajali. Hapa ni waziri mkuu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niende moja kwa moja kwenye ibara ya ya 103. Ibara hii wajumbe wa kamati yetu wamependekeza ifutwe na badala yake inakiliwe ibara ya 53(2) ya katiba ya sasa, na isomeke: serikali ya Jamhuri ya Muungano chini ya mamlaka ya rais ndiyo itakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi juu ya sera ya serikali kwa ujumla, na mawaziri chini ya uongozi wa waziri mkuu watawajibika kwa pamoja bungeni kuhusu utekelezaji wa shughuli za serikali bungeni. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ibara ya 104, wajumbe wa kamati yetu wanapendekeza ibara ndogo ya kwanza kufuta maneno wa kuzaliwa. Hoja kwamba kubwa mbili zinazojitokeza katika ibara hii: moja ni kuhusu sifa za mwanasheria mkuu, na kwamba kamati haioni ulazima wa nafasi hii kuwabagua raia ambao hawajazaliwa nchini. Pili, nafasi ya mwanasheria mkuu. Kamati yetu haioni hoja ya mwanasheria mkuu kuthibitishwa na bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, naenda sura ya 8. Sura ya 8, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sababu ya mapendekezo haya ni kwamba mwanasheria mkuu ndiye mteule wa kwanza wa rais. Bado ninajaribu kufafanua eneo lile ambalo tumesema kwamba mwanasheria kwa nini awe ni wa kuzaliwa tu hapa mzazi wake? Pengine kuna Watanzania wengine waliomzaa akiwa nje ya nchi lakini bado ni raia wa Tanzania. Ni kwa nini asigombe? Tunaendelea kufafanua hapa. Sababu ya mapendekezo ni kwamba mwanasheria mkuu ndiye mteule wa kwanza wa rais, mteule na anateuliwa wakati bunge likiwa bado halijawepo. Hivyo haiwezekani mwanasheria akadhibitishwa na bunge ambalo halipo. Aidha, wajumbe walipendekeza mwanasheria mkuu kuwa mshauri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano kuhusu mambo yanayohusu sheria kwa upande wa Tanzania bara. Aidha, katika kutekeleza kazi zake atakuwa na haki ya kuhudhuria na kusikilizwa na mahakama katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sasa naenda moja kwa moja ibara ya sura ya 8. Sura hii ya 8 naenda moja kwa moja kwenye ibara ya 109. Ibara ya 109 inayohusu tume ya uhusiano na uratibu wa serikali. Inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye maandishi ya pembeni kwa kufuta maneno tume ya uhusiano na uratibu wa serikali, na badala yake isomeke Baraza la Taifa la Uhusiano na Uratibu wa Serikali ya Muungano. Aidha, ibara ndogo ya kwanza inapendekezwa isomeke 109(1), kutakuwa na Baraza la Taifa la Uhusiano na Uratibu wa Serikali ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kusimamia na kuratibu uhusiano baina ya serikali hizo, ambalo litajulikana kwa kifupi kama Baraza la Uhusiano na Uratibu wa Serikali. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ibara ndogo ya pili ilipendekezwa na wajumbe ibadilishwe na isomeke: A, Rais wa Jamhuri ya Muungano ambaye ndiye mwenyekiti; B, makamu wa kwanza; C, makamu wa pili; D, wanasheria wakuu wa pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mabadiliko haya yanayopendekezwa ni uboreshwaji wa mapendekezo yaliyomo kwenye rasimu ya tume, ambao kwa kiasi kikubwa yanalingana na utaratibu wa sasa ambao sio rasmi kikatiba wa kamati ya kutatua kero za muungano inayoongozwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naenda ibara ya 110.
Ibara ya 110 inahusu malengo ya tume. Inapendekezwa kuandikwa upya aya ya A, B na C za ibara hiyo na zisomeke kama ifuatavyo. A, kuweka utaratibu bora na endelevu wa kushauriana na kushirikiana baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. B, kukuza na kuwezesha uratibu na ushirikiano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu mambo yasiyo ya muungano kwa lengo la kuwezesha kufanana kwa kiwango cha utoaji huduma kwa wananchi wa pande zote. C, kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kujadili utekelezaji wa mambo ya muungano na yasiyo ya muungano kwa manufaa na ustawi wa wananchi wa pande zote mbili. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naenda moja kwa moja kwenye ibara ya 111. Ibara 111 inazungumzia Baraza la Taifa la Uhusiano na Uratibu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano litakuwa na jukumu maalum la kuwezesha uratibu na ushirikiano katika kutekeleza masharti ya katiba hii, sera, sheria, mipango na mikakati baina ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na pia itakuwa chombo maalum kwa ajili ya Roman 1, serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Roman 2, serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zenyewe katika masuala yasiyo ya muungano. B, kusimamia, kuratibu na kuhakikisha kwamba kuna uwiano kwa sera na sheria za Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika mambo yasiyo ya muungano. C, kushauriana na kushirikiana baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na taasisi za kimataifa. Pili, kwa madhumuni ya ibara ndogo ya 1E, endapo upande wowote katika mgogoro hautaridhika na uamuzi wa Baraza la Taifa la Uhusiano na Uratibu wa serikali, unaweza kulipeleka swala hilo katika mahakama maalum ya katiba na ushauri wa mahakama hiyo utakuwa wa mwisho. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sababu endapo upande huo haujaridhika imefafanuliwa kwamba utakuwa ni wa mwisho ukipelekwa kwenye mahakama maalum ya katiba ambao imo katika ibara ambao siikumbuki. Nikienda moja kwa moja ibara ya 112, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, baada ya kujadili ibara ya 112 ya rasimu ya katiba, wajumbe walipendekeza ibaki kama wabaki, lakini iangaliwe jinsi itakavyoainishwa na ibara ya 109. Aidha, ilikumbushwa kubadilisha neno tume kila linapojitokeza na kuweka neno baraza, na kila linaposomeka maneno nchi wa shirika yawekwe maneno Jamhuri ya Muungano au serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, ilipendekezwa iongezwe ibara ndogo ya 5, nayo isomeke 5. Kazi ya sekretarieti ya baraza zitakuwa ni A, kuweka kumbukumbu zote za baraza; B, kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya baraza. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hii ni mwisho ya ibara ya sura ya 8. Sasa naenda sura ya 14. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niende moja kwa moja kwenye ibara ya 221. Ibara ya 221 inahusu mfuko mkuu wa hazina. Kamati ilijadili kwa kina na kupendekeza kuifuta ibara hii na kuongeza ibara 2 mpya ambazo zitasomeka kama ifuatavyo. 221A, serikali ya Jamhuri itatunza akaunti maalum itakayoitwa akaunti ya fedha ya pamoja, na ambayo itakuwa ni sehemu ya mfuko mkuu wa hazina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano, ambamo kutawekwa fedha yote itakayochangwa na serikali mbili kwa kiasi kitakachoamuliwa na tume ya pamoja ya fedha kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge kwa madhumuni ya shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa mambo ya muungano. Naenda ibara ya 221B. Kutakuwa na tume ya pamoja ya fedha yenye wajumbe wasiozidi 7 ambao watateuliwa na rais kwa mujibu wa ibara hii na masharti ya sheria iliyotungwa na Bunge. 1. Majukumu ya tume yatakuwa kama ifuatavyo.
A. Kuchambua mapato na matumizi yanayotokana na au yanayohusu utekelezaji wa mambo ya muungano na kutoa mapendekezo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuhusu mchango na mgao wa kila mojawapo ya serikali hizo. B. Kuchunguza kwa wakati wote mfumo wa shughuli za fedha wa Jamhuri ya Muungano, pia uhusiano katika mambo ya kifedha kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. C. Kutekeleza majukumu mengine ambayo rais ataipatia tume au kama rais atakavyoagiza na kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naenda moja kwa moja ibara ya 225. Ibara hii ya 225 inahusu mfuko wa matumizi ya dharura. Baada ya kupitia na kuijadili ibara hii, kamati yetu inapendekeza marekebisho katika ibara ndogo ya kwanza kwa kufuta maneno za nchi baada ya neno sheria, na badala yake iandikwe upya na isomeke itakayotungwa na Bunge. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niende moja kwa moja ibara ya 226 ambayo inahusu mishahara ya baadhi ya watumishi. Mfuko wa hazina, kamati yangu inapendekeza ibara ndogo ya kwanza ifanywe marekebisho kwa kufuta maneno mishahara na posho baada ya neno watalipwa, na badala yake yaongezwe maneno malipo ya uzeeni na kiinua mgongo na sio posho. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naenda ibara ya 227. Ibara hii inahusu deni la taifa. Baada ya kuijadili ibara hii kwa kina, kamati yetu imeifanyia marekebisho kwa kupendekeza ibara ndogo ya pili iwe ya kwanza na ibara ndogo ya kwanza iwe ya pili. Aidha, kamati yetu inapendekeza pia kufuta maneno kwa madhumuni ya ufafanuzi wa ibara hii kwenye ibara ndogo ya pili, na hivyo isomeke upya kwa mpangilio ufuatao. 227(1). Deni la taifa litajumuisha deni la serikali ya Jamhuri ya Muungano pamoja na deni lolote litakalothaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Pili, deni la taifa litadhaminiwa na mfuko mkuu wa hazina. Mheshimiwa Mwenyekiti, pendekezo hili linatokana na ukweli kwamba ibara hii inaongelea deni la taifa. Hivyo ilionekana ni muhimu kwanza kujua nini deni la taifa, ndio baadaye iweze kuhusu udhamini wa deni hilo. Ibara ya 222, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, inahusu mamlaka za nchi kukopa, nchi wa shirika kukopa. Inapendekezwa kufanyiwa maboresho kwenye maneno ya pembeni, marginal note, yasomeke mamlaka ya kukopa kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, kamati yetu inapendekeza pia kufanya marekebisho katika ibara ndogo ya kwanza kwa kufuta maneno nchi mshirika, badala ya maneno, naisikia kengele hiyo, serikali, badala yake yaongezwe maneno ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende moja kwa moja ibara ya 231. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii ilikuwa inahusu vyanzo vya mapato vya serikali ya Jamhuri ya Muungano inayopendekezwa kufutwa na kuandikwa upya na isomeke kama ifuatavyo. 231. Moja, vyanzo vya mapato vya Jamhuri ya Muungano vitakuwa: A, mapato ya serikali yatokanayo na shughuli mbalimbali; B, mapato yatokanayo na kodi mbalimbali; C, mapato yasiyo na kodi yatokanayo na tozo mbalimbali za taasisi za Muungano; D, mikopo na misaada kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano. Pili, Bunge la Muungano litatunga sheria kwa ajili ya kuweka utaratibu wa masharti ya ukusanyaji na udhibiti wa mapato katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, na uniwie radhi na kuja kumalizia hapa padogo tu ambapo sasa patakuwa pa mwisho. Hapa nakuja katika kuendelea na kamati zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti, tulipokea sura 2 mpya kutoka kwenye ofisi yenu ambayo ilikuwa ikihusu sura mpya takribani 3: sura ya ardhi, sura ya serikali za mitaa na serikali ya taasisi ya kuzuia rushwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na ukweli kwamba ardhi ni mhimili
mkubwa wa maisha ya binadamu na kila kitu kinachohusu maisha na maendeleo yake, wajumbe wa kamati yangu walikubaliana kwa pamoja kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na sura kwenye katiba inayohusu masuala ya ardhi inayojitegemea ndani ya katiba. Mheshimiwa kama mwenyekiti, inasikitisha kuona kila kukicha katika maeneo mengi hapa nchini wananchi wamekuwa wahanga wa migogoro ya ardhi, hasa migogoro baina ya wakulima na wafugaji, baina ya jamii mijini na vijijini, bali maeneo ya hifadhi ya taifa na wananchi wenyeji au wazawa wa maeneo yanayopakana na hifadhi, jambo ambalo ni aibu kwa Tanzania inayosifiwa kuwa ni kisiwa cha amani. Ukizingatia ardhi ya kutosha tulionayo, ni vyema sasa, ni jambo muhimu kabisa masuala haya ya ardhi yakajumuishwa na kupewa kipaumbele na uzito unaostahili ndani ya katiba hii. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kutokana na umuhimu huo wa ardhi pamoja na changamoto zilizoelezwa hapo juu, wajumbe wa kamati yetu wanapendekeza kuwa pamoja na mambo mengine, sura hiyo iainishe mambo yafuatayo. Moja, ardhi katika Jamhuri ya Muungano iendelee kuwa mali ya wananchi wa serikali. Iweke mipango bora ya matumizi endelevu ya ardhi kwa faida ya kizazi kilichopo na vizazi vijavyo. Hata hivyo, umiliki wake uendelee kuwa chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa upande wa Tanzania bara na Rais wa Zanzibar kwa upande wa Zanzibar. Aidha, wajumbe walikubaliana kwa pamoja kuwa bunge litunge sheria kuhusu kanuni za kumiliki, kutumia na kusimamia ardhi hapa nchini. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ili kuondoa migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikiendelea miongoni mwa jamii zetu hapa nchini kwa muda mrefu, inapendekezwa kutenga umiliki wa ardhi hapa nchini na wainishe kama ifuatavyo. Kuwe na aina 4 za ardhi kama zifuatavyo: ardhi ya taifa, ardhi ya kijiji, ardhi ya jamii na ardhi ya binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhumuni hili la mapendekezo haya ni kuondoa migogoro na migongano ambayo imekuwa ikijitokeza baina ya jamii na makundi mbalimbali ya watumiaji wengine wa ardhi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kumekuwepo na malalamiko ya muda mrefu